Mathayo 5:13. Nanyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Kama Yesu alifundisha mambo mengi, alafu akaja akaongelea chumvi. Ulishawahi jiuliza kwa nini Yesu akasema ninyi ni chumvi ya dunia? Hivi kwa nini hakusema sukari ya dunia, asali ya dunia? Asali si tamu, sukari si tamu. Chumvi ni thamani, chumvi ni suluhisho, chumvi ni tofauti, chumvi ni ushawishi, chumvi ni baraka, chumvi ni uponyaji. Chumvi ina faida nyingi sana na ina kazi nyingi sana. Ukitaka kujua kwa nini Yesu alisema wewe ni chumvi ya dunia, angalia kazi ya chumvi ni nini. Namba moja, kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Chakula kama hakina ladha, hata kama umekipika vizuri, hakifai kwa matumizi. Hivi ukichukua sufuria ya wali, unahitaji na chumvi sufuria nzima ili ikolee? Kumbe kachumvi kadogo kanaweza kuweka ladha kwenye sufuria nzima ya wali. Chochote kisicho na ladha hakifai kwa matumizi. Dunia inakuhitaji wewe ufanyike ladha. Dunia imejaa watu waliokata tamaa. Yesu amekaa pale mlimani, amefundisha, makutano yamekusanyika, akawafundisha, akaona namna walivyovunjika moyo, namna watu wameteseka, namna watu wameteswa na mapepo, namna watu wameteswa na magonjwa, akaona namna watu wamevunjika moyo. Pengine anasema walisheni mikate, wanalishwa, watu hawana tumaini. Alafu akiangalia anaona anao watu 12. Wale watu 12 wanajiona wachache, hawawezi kufanya chochote. Akawaambia ninyi ni chumvi, kwa sababu chumvi, hatuhitaji chumvi kubwa, tunahitaji chumvi kidogo tu kuweka ladha kwenye dunia nzima.